Hiyo ndio serikali. Lakini serikali ambayo kutetea kwake kumekaa upande mmoja, serikali ambayo inapoona wanyonge wanaonewa haitoi sauti. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi kubaini wale wote waliohusika na tukio hili. Mara baada ya kuwapata, taratibu za kisheria zitaendelea dhidi yao. Linawashikilia watuhumiwa 5 kwa tuhuma za mauaji ya Omar Mnandi, askari polisi mkazi wa jiji la Arusha. Watuhumiwa hao walitenda kosa hilo mnamo Oktoba 11 mwaka 2025 muda wa usiku huko katika baa itwayo Simaloi iliyopo maeneo ya Kaloleni jijini Arusha, ambapo walimjeruhi mhanga sehemu mbalimbali za mwili wake na kupelekea umauti wake wakati akipata matibabu katika hospitali ya rufaa ya Mount Meru Arusha. Inapoona wakina mama wasiojiweza wanaonewa, inapoona serikali watu wanatekwa, watu wanaonewa, wananyang'anywa uhai wao hadharani, halafu haitoi sauti, hiyo sio serikali. Lakini hii serikali ambayo inatoa sauti kwa wale ambao ni watu wakubwa, watu fema kwenye nchi, watu wenye majina, watu wenye vyeo, wanapoonekana wamefanyiwa jambo fulani, wamepata madhara, wamefiwa, wametendewa mambo yasiyokuwa sahihi, ndipo serikali hii inachukua hatua kali. Maonyo makali utayaona kwenye mitandao, utayaona kwenye mikutano, yanatamkwa viongozi kwenye vyombo vya habari. Inazungumza kwa sababu ameguswa mtu kiongozi fulani, ameguswa labda waziri, ameguswa labda mtoto wa waziri, mtoto wa rais, ameguswa mtoto wa mwenyekiti fulani, ameguswa mtoto wa mbunge fulani. Serikali hii ndipo inatoa sauti yake, inaanza kuonyesha msingi wake, inaonyesha ushupavu wake. Hiyo sio serikali, maana ni serikali ambayo inapendelea na inatoa sauti kwa watu ambao wenye vitu. Haitoi sauti kwa watu wote na wanyonge haitoi, inatoa sauti kwa watu ambao watakuwa na muonekano kwenye jamii, wenye sifa kadha wa kadha, wenye vyeo, wenye nafasi, au ni watu wa karibu na wahusika wanaotawala. Ndio inaonyesha kujali, kutoa sauti, kutetea, kukemea. Basi hiyo sio serikali ya haki, hiyo sio serikali. Ndio tunayoiona sasa hivi hapa katika taifa letu la Tanzania. Kuna mahala ambako kuna upendeleo. Kwa mfano, ngoja nitoe mfano. Watu wanauawa katika taifa la Tanzania. Kwa mfano, tumeona Kibao alipouawa kwa kushambuliwa na kutekwa, kauli zilizotoka zilikuwa ni kauli kwamba ni swala ambalo ni la kawaida. Ni swala la kawaida. Kushambuliwa kwa mtu mmoja yule Ali Kibao hakukuwa na uzito wa watu kuongea. Watu ambao wako nyuma waliongea, wakaona ni jambo ambalo haliko sawa sawa. Waliongea, lakini baadhi ya viongozi anatoka hadharani anasema hii imekuwa nayo ni kelele kila mahali, ndugu yetu amekufa, kifo ni kifo. Sasa kauli kama hizi sio kauli ambazo zenye kusimamia haki ya mtu ambaye amepoteza uhai wake. Likapita swala la Kibao, limekuja swala la Polepole. Hakuna tamko lolote, hata kama alikuwa kinyume na upande wa pili wa serikali wa chama fulani, lakini kulipaswa kuonyeshwa tu kwamba huyu aliyepata haya matatizo ni Mtanzania, ana wazazi, ana watoto na jamii nyingine inamtegemea nyuma yake. Kuna watu wanamkubali mtu huyu. Sasa kama kiongozi, kama serikali, ilipaswa kukemea ili mambo haya yasitokee bila kuangalia huyu mtu alikuwa na taswira gani. Lakini polisi wamenyamaza kimya, hawajawahi kuongelea. MC Pilipili huyu alikuwa ni fema tu, maana mitandao ni MC, kashambuliwa, katekwa, kauawa. Angalia, polisi bado wana ile kauli ile ambayo inazungumza kwamba tutafanya uchunguzi. Hawachukui hatua kuja kujikinga na madhara mengine kwa wengine asipate, ila tutafanyia uchunguzi, na bado tunafanyia uchunguzi tuone wakina nani wamehusika. Lakini unakuta mazingira yanaainisha, yanaonyesha, ushahidi unaonekana, waliokuwepo, gari zilizokuwepo, na yani unakuta ushahidi unaonyesha hata kwa kusikiliza tu maelezo, dereva aliyekuwa ameambatana na mhusika aliyeshambuliwa. Uchunguzi gani unafanyika? Na polisi hawa wakisha kuwa wametoa tamko hili la kwamba tunafanyia uchunguzi, hiyo ndio imeisha. Sahau utaletwa details, sahau tena. Hiyo ndio imeisha kwa mtu ambaye sio kiongozi. Sasa turudi hapa, akipatikana mtu
ameshambuliwa mtu au polisi mwenyewe, uchunguzi unafanyika kwa haraka, waliohusika, walioshambulia kumshambulia huyo kiongozi ama polisi ameshambuliwa. Kwa mfano kama hapo Arusha kuna polisi ameshambuliwa, lakini ameshambuliwa nadhani kwa usiku, lakini kwa sababu aliyeshambuliwa ni askari, uchunguzi umefanyika kwa haraka iwezekanavyo na kupatikana na kukamatwa waliohusika kwa dakika chache sana. Tumeziona taarifa kama hizo, yaani kwamba kwa polisi wakiguswa, uchunguzi, ile intelijensia inawafikia haraka sana, lakini akiguswa mtu mwingine asiyehusika kwenye upande wa serikali, utafanywa tu uchunguzi, hawatahusika waliohusika kushambulia. Kila mtu yuko busy kule, lakini akihusika jeshi la polisi, akaguswa mtu polisi ameshambuliwa, ameuawa, ametekwa, amefanyaje, uchunguzi na kubaini watu waliohusika kushambulia polisi na kushambulia viongozi wa polisi au wa jeshi la polisi au kwa namna yoyote, dakika 2 uchunguzi utabainika, waliohusika kushambulia watapatikana, watawekwa mbaloni, na utashangaa sana, kwa muda mfupi intelijensia itawafikia hao watu ambao walioshambulia jeshi la polisi, askari au kiongozi fulani mwenye cheo. Dakika 2 watapatikana watuhumiwa. Ila anaposhambuliwa mtu asiyekuwa na cheo, asiyekuwa askari, asiyekuwa mfanyakazi wa serikali, yani uchunguzi watasema tunabaini, ndio imetoka, imeisha hiyo, hawapatikani na hakuna majibu tena kwamba tulifikia hapa, ndio imeisha. Angalia swala la MC Pilipili, angalia swala la Ali Kibao. Mpaka leo baini, angelikuwa jeshi la polisi akafanyiwa hivi au kiongozi fulani wa chama fulani wa eneo fulani, dakika 2 serikali itatoa tamko kali, itatoa matangazo yenye maonyo, atatafutwa kila sehemu, atapatikana, intelijensia hii itamfikia Odeka. Je, serikali ya namna hii itakuwa katika haki? Maanake tukipima kwenye maandiko sasa matakatifu, tunakuja kugundua Biblia inatuonyesha ya kwamba serikali yenye haki inawasemea watu wote, inawatetea hadi wanyonge, matajiri, haina upendeleo. Nikusalimie katika Yesu Kristo wa Nazareth, mahali pale ambapo upo unaponitazama na kufuatilia katika bara la Ulaya, bara la Afrika. Mimi ni mtumwa wako mwinjilisti Pascal Cassian. Unajua, leo ninatamani tuombe. Kabla ya yote, kuna jambo nataka nilizungumze. Naamini hapa linafuatiliwa na watu wakubwa, nafuatiliwa na viongozi wa kiserikali, nafuatiliwa na watu mbalimbali ambao ujumbe huu na maneno haya yanaweza kusaidia kufikisha au kufikiwa kwa walengwa. Kwa hiyo ujumbe huu unaweza ukaenda moja kwa moja ukawafikia walengwa wanaohitajika. Funika macho yako tuombe. Baba, tunakushukuru kwa neema hii, ninapoenda kulisema neno lako, nitumie kama chombo na akili zangu zitulize kwa ajili ya kuwakilisha mbingu zako. Kwa jina la Yesu, amen. Ndugu yangu, kwanza kabisa tuweze kuangalia hapa. Biblia inaeleza hivi katika Zaburi 82 mstari wa 3 mpaka 4, inasema wateteeni wanyonge, wateteeni wanyonge na yatima, waokoeni maskini na muhitaji. Maana yake haki ya wanyonge ni kipimo cha uhalali wa mamlaka au kipimo cha uhalali wa serikali. Haki ya mnyonge, kutetea wahitaji, kutetea wanaoonewa. Ninarudia tena, haki ya mnyonge ni kipimo cha uhalali wa mamlaka ama ya utawala ama ya serikali yoyote duniani. Serikali yoyote ambayo haitetei wanyonge, haitetei wanaoonewa, haitetei watu wanaouliwa, haipambani na watu ambao wanawatesa wananchi wasiojiweza, haipambani kukomesha wale wanaotoa uhai wa ndugu zao, hiyo sio serikali ya haki. Serikali ya haki kipimo chake ni ile inayopigania wanyonge wanaoonewa, inayosikiliza watu wa hali ya chini, wale wasiojiweza, wasio na nguvu ya kuzungumza, wasiokuwa na uwezo wa kutoa sauti watu wakasikia. Hiyo ndio serikali yenye haki ambayo inaweza kuiongoza serikali ya Kitanzania ama ya ulimwengu popote mahali popote. Hiyo ndio serikali. Lakini serikali ambayo kutetea kwake kumekaa upande mmoja, serikali ambayo inapoona wanyonge wanaonewa haitoi sauti, inapoona wakina mama wasiojiweza
wanaonewa, inapoona serikali watu wanatekwa, watu wanaonewa, wananyang'anywa uhai wao hadharani, halafu haitoi sauti, hiyo sio serikali. Lakini hii serikali ambayo inatoa sauti kwa wale ambao ni watu wakubwa, watu fema kwenye nchi, watu wenye majina, watu wenye vyeo, wanapoonekana wamefanyiwa jambo fulani, wamepata madhara, wamefiwa, wametendewa mambo yasiyokuwa sahihi, ndipo serikali hii inachukua hatua kali. Maonyo makali utayaona kwenye mitandao, utayaona kwenye mikutano, yanatamkwa viongozi kwenye vyombo vya habari. Inazungumza kwa sababu ameguswa mtu kiongozi fulani, ameguswa labda waziri, ameguswa labda mtoto wa waziri, mtoto wa rais, ameguswa mtoto wa mwenyekiti fulani, ameguswa mtoto wa mbunge fulani. Serikali hii ndipo inatoa sauti hapa, inaanza kuonyesha msingi wake, inaonyesha ushupavu wake. Hiyo sio serikali, maana ni serikali ambayo inapendelea na inatoa sauti kwa watu ambao wenye vitu. Haitoi sauti kwa watu wote na wanyonge, haitoi. Inatoa sauti kwa watu ambao watakuwa na muonekano kwenye jamii, wenye sifa kadha wa kadha, wenye vyeo, wenye nafasi, au ni watu wa karibu na wahusika wanaotawala. Ndiyo inaonyesha kujali, kutoa sauti, kutetea, kukemea. Basi hiyo siyo serikali ya haki. Kipimo cha serikali ya haki, inatetea watu wanaoonewa, iwe tajiri, iwe maskini, iwe ni mtu asiyekuwa na elimu. Yenyewe inapoona na kuchunguza ya kwamba kuna watu wanalia, wanyonge, wasiojiweza, inapaza sauti kwa nguvu kali, inajitokeza. Hiyo ndio serikali ya haki. Lakini serikali ambayo inatetea watu wenye nguvu tu, inatetea watu wenye vyeo tu, ukiona hivyo, hiyo sio serikali ya haki, haifai kuwa madarakani. Lakini leo tunaona katika taifa la Tanzania, tunaona jinsi ambavyo wanapoguswa viongozi wakubwa wa Tanzania, wanapokuwa wamepata madhara, wanapokuwa wamepata matatizo, serikali inatoa misimamo mikali Tanzania. Wasemaji wa vyama kadha wa kadha wanatoa matamko makali, maonyo makali, barua zenye ripoti za kutoa maonyo kwenye mitandao zinapita, kwa sababu wameguswa watu fema kwenye taifa, wameguswa watu wenye vyeo kwenye taifa. Inatoa matamko makali wanapoguswa watu muhimu ambao huenda ni watoto wa viongozi, huenda ni wake wa viongozi, huenda ni washika watu fulani fulani, wanatoa matamko makali. Serikali ya namna hii, hiyo sio serikali. Ndio tunayoiona sasa hivi hapa katika taifa letu la Tanzania. Kuna mahala ambako kuna upendeleo. Kwa mfano, ngoja nitoe mfano. Watu wanauawa katika taifa la Tanzania. Kwa mfano, tumeona Kibao alipouawa kwa kushambuliwa na kutekwa, kauli zilizotoka zilikuwa ni kauli kwamba kuuawa kwake ama kushambuliwa kwake ni swala ambalo ni la kawaida, ni swala la kawaida. Hakukuwa na uzito wa watu kuongea. Watu ambao wako nyuma waliongea, wakaona ni jambo ambalo haliko sawa sawa, waliongea. Lakini baadhi ya viongozi anatoka hadharani anasema hii imekuwa nayo ni kelele kila mahala, ndugu yetu amekufa, kifo ni kifo. Sasa kauli kama hizi sio kauli ambazo zenye kusimamia haki ya mtu ambaye amepoteza uhai wake. Kwa maana serikali yenye haki inatoa maonyo na kauli kali, hata ameuawa mtu wa kawaida ambaye labda hayupo kwenye upande wa kuizungumzia serikali vizuri, lakini ni mwananchi, ni Tanzania. Likapita swala la Kibao, limekuja swala la kushambuliwa Polepole. Hakuna tamko lolote, hata kama alikuwa kinyume na upande wa pili wa serikali wa chama fulani, lakini kulipaswa kuonyeshwa tu kwamba huyu aliyepata haya matatizo ni Mtanzania, ana wazazi, ana watoto na jamii nyingine inamtegemea nyuma yake. Kuna watu wanamkubali mtu huyu. Sasa kama kiongozi, kama serikali, ilipaswa kukemea ili mambo haya yasitokee bila kuangalia huyu mtu alikuwa na taswira gani. Lakini polisi wamenyamaza kimya, hawajawahi kuongelea. Kwa hiyo unakuja kugundua kuna shida ipo katika serikali. Lakini pia ukiangalia upande wa MC Pilipili, huyu walikuwa ni fema tu, wana mitandao,
ni MC, kashambuliwa, katekwa, kauawa. Angalia, polisi bado wana ile kauli ile ambayo inazungumza kwamba tutafanya uchunguzi. Hawachukui hatua kuja kujikinga na madhara mengine kwa wengine asiwapate, ila tutafanyia uchunguzi, na bado tunafanyia uchunguzi tuone wakina nani wamehusika. Lakini unakuta mazingira yanaainisha, yanaonyesha, ushahidi unaonekana, waliokuwepo, gari zilizokuwepo, na yani unakuta ushahidi unaonyesha hata kwa kusikiliza tu maelezo, dereva aliyekuwa ameambatana na mhusika aliyeshambuliwa. Uchunguzi gani unafanyika? Na polisi hawa wakisha kuwa wametoa tamko hili la kwamba tunafanyia uchunguzi, hiyo ndio imeisha. Sahau utaletwa details, sahau tena. Ndio polisi wetu tulionao, hawatabaini kwamba tunajaribu kubaini, lakini sahau kama watabaini. Hawatabaini kamwe kuleta waliohusika hadharani, hawatabaini. Hiyo ndio imeisha kwa mtu ambaye sio kiongozi. Sasa turudi hapa, akipatikana mtu ameshambuliwa, mtu au polisi mwenyewe, uchunguzi unafanyika kwa haraka, waliohusika, walioshambulia, kumshambulia huyo kiongozi ama polisi ameshambuliwa. Kwa mfano kama hapo Arusha kuna polisi ameshambuliwa, lakini ameshambuliwa nadhani kwa usiku, lakini kwa sababu aliyeshambuliwa ni askari, uchunguzi umefanyika kwa haraka iwezekanavyo na kupatikana na kukamatwa waliohusika kwa dakika chache sana. Tumeziona taarifa kama hizo, yaani kwamba kwa polisi wakiguswa, uchunguzi, ile intelijensia inawafikia haraka sana. Lakini akiguswa mtu mwingine asiyehusika kwenye upande wa serikali, utafanywa tu uchunguzi, hawatahusika waliohusika kushambulia. Kila mtu yuko busy kule. Lakini akihusika jeshi la polisi, akaguswa mtu polisi, ameshambuliwa, ameuawa, ametekwa, amefanyaje, uchunguzi na kubaini watu waliohusika kushambulia polisi na kushambulia viongozi wa polisi au wa jeshi la polisi au kwa namna yoyote, dakika 2 uchunguzi utabainika, waliohusika kushambulia watapatikana, watawekwa mbaloni, na utashangaa sana, kwa muda mfupi intelijensia itawafikia hao watu ambao walioshambulia jeshi la polisi, askari au kiongozi fulani mwenye cheo. Dakika 2 watapatikana watuhumiwa. Ila anaposhambuliwa mtu asiyekuwa na cheo, asiyekuwa askari, asiyekuwa mfanyakazi wa serikali, yani uchunguzi watasema tunabaini, ndio imetoka, imeisha hiyo, hawapatikani na hakuna majibu tena kwamba tulifikia hapa, ndio imeisha. Angalia swala la MC Pilipili, angalia swala la Ali Kibao mpaka leo. Kwa hiyo hata yale maneno yamekuwa tu kama tutabaini, tutafanyia uchunguzi, tutafanyia uchunguzi. Hizi kauli zinaumiza, zimekuwa kama za kawaida. Mtu ameshakufa, kuna baadhi ya ushahidi vinaonekana. Kwa nini inaishia tu juu kwa watu wa kawaida? Ndio haya, tuangalie pia huyu mfanyabiashara ameshambuliwa hapa juzi, amekufa. Kauli na tuhuma inavyoelezea kwamba shambulio la kumteka au kumpata huyo mtu limefanyika mahala fulani, kwa tuhuma zinazoendelea kwamba inaonekana ilikuwa sehemu fulani na sehemu fulani na sehemu fulani, sehemu fulani. Lakini hawa wanakuja kuzungumza, bado tunafanyia uchunguzi. Huyu mtu ameshakufa, familia inalia, amenyang'anywa uhai wao, ni baba wa familia, imeisha hivyo na ndio imepotea hivyo. Huyu mtu wanafanyia uchunguzi, tunabaini angelikuwa jeshi la polisi akafanyiwa hivi, au kiongozi fulani wa chama fulani wa eneo fulani, dakika 2 serikali itatoa tamko kali, itatoa matangazo yenye maonyo, atatafutwa kila sehemu, atapatikana, intelijensia hii itamfikia Odeka. Je, serikali ya namna hii itakuwa katika haki? Maanake tukipima kwenye maandiko sasa matakatifu, tunakuja kugundua Biblia inatuonyesha ya kwamba serikali yenye haki inawasemea watu wote, inawatetea hadi wanyonge, matajiri, haina upendeleo. Watu wote wanaoonewa. Katika Zaburi 82:3-4 inasema wateteeni wanyonge na yatima, waokoeni maskini na matajiri na muhitaji. Maana yake haki ya mnyonge ni kipimo cha uhalali wa mamlaka au serikali. Katika Methali 31:8-9 inasema fungua kinywa chako kwa ajili ya bubu, utetee haki ya maskini
na muhitaji. Hii ni kazi ya nani katika taifa? Ni kazi ya serikali, ni kazi ya watawala, ni kazi ya wabunge, ni kazi ya viongozi, ni kazi ya watu ambao wamepewa mamlaka ya kusimamia maisha, uhai wa Watanzania, wa wananchi. Fungua kinywa chako kwa ajili ya bubu, maanake watu wasiokuwa na uwezo. Unapopewa nafasi ya kuwa kiongozi, uwe mbunge, uwe nani, umepewa nafasi ya kupaza sauti kwa ajili ya watu wengine. Una sauti, ukishaongea watu watasikia, rais atasikia. Lakini kama kuna mahala serikali inaona watu wanalia mahala fulani, inawalazimisha sometime wanyamaze kimya, una kitu kinatengenezwa kitakuwa kikubwa sana. Wananchi na viongozi wa kiroho wana wajibu wa kuzungumza kwa hekima na kwa ukweli, bila uchochezi, kukemea, kuwatetea wanaonewa kwa hekima, pasipokuwa na uchochezi. Wajibu wa serikali, viongozi wa serikali, na wajibu wa viongozi wa kidini. Hili swala ni la wao. Lakini katika taifa ambalo litaongozwa kwa mabavu, kwamba hakuna mtu kuzungumza chochote, kwa hiyo viongozi wa kidini watanyamaza kimya, na baadhi ya viongozi wa serikali nao watanyamaza kimya. Katika serikali hiyo, maana yake inatengeneza ukimya wa kulazimisha, na sio ule ambao wananchi wameutaka. Hii sio serikali ya haki kwa mujibu wa Biblia. Katika Mika 6 mstari wa 8 Biblia inazungumza, Bwana anataka utende haki, upende rehema, na uende kwa unyenyekevu. Maana yake haki ya rehema, unyenyekevu ndio mizani ya taifa. Kwa hiyo kipimo cha serikali ya haki ni kuwatetea watu, na kipimo cha watumishi wa Mungu ni kutetea haki, ni kupaza sauti. Panapoonekana watu wanaonewa, fungua kinywa kwa ajili ya mabubu. Mabubu wa nini? Kwa nini? Wasiojiweza, kina mama ambao wanaonewa, wanadhulumiwa ardhi, wanafanyiwa haya matendo mabaya. Biblia inaelekeza kazi ya serikali. Serikali ni mtumishi wa Mungu duniani, ni mgawaji wa haki aliyewekwa na Mungu. Kwa kama huyu mtumishi aliyepewa dhamana katika taifa, serikali ama uongozi ama rais, mbunge, waziri, hawa wote wamepewa dhamana na Mungu katika taifa, kwa wanatakiwa wasimamie haki. Biblia inaelezea wanapoona watu wanaonewa, watu wanatekwa, watu wanauawa, taharuki za kifo zimetanda, taharuki za kuuawa, ukifanya hivi utauawa, ukifanya hivi utachinjwa, ukifanya hivi utatekwa, zinapotokea katika taifa zinazidi hata lile swala la watu kuomba nini na nini na nini. Sauti za watawala zinanyamazishwa kwa sababu ya hizi sauti hizi. Sasa ujue kuna hatari. Wajibu wa viongozi wa kidini kutetea, kuzuia hizi taharuki za utisho, watu hawana amani, na sio kuzuia watu wasiongee. Ukitaka kuleta shida katika taifa, zuia watu wasiongee. Watatengeneza ugaidi ndani yao, wataanza kutengeneza vikundi, na matokeo yake utakuwa na changamoto. Kwa hiyo tunaiona hapa Biblia inatufafanulia serikali yenye haki, serikali ya maana katika taifa lolote lile, iwe Tanzania, iwe Malawi, iwe popote, inatetea wanyonge, inasikiliza wananchi, inasikiliza watu wa hali ya chini. Haimshambulii mtu mmoja anapozungumza masuala fulani, anaposimamia masuala ya watu wengine, haimshambulii, haimtafuti kumuua, haimtafuti kumteka. Hiyo ndio serikali Biblia inaelezea, serikali yenye haki, inasikiliza wananchi wanasema. Manake hao ndio wapo kwa ajili ya wewe kiongozi, mbunge, rais, waziri. Bila hao wanalia waone, wanalia wasikilize, wakati ndio unawatumikia wananchi hao, wewe sio kiongozi, haufai kuwa katika serikali hiyo. Kwa hiyo turudi katika muktadha wa kibiblia. Biblia inavyotuongoza inatuonyesha sisi kama serikali, kama viongozi wa dini na wa serikali kwa ujumla, tuwe watu wa kulia na wanyonge, tutetee watu wanaoonewa, tupaze sauti. Tusipendelee kwamba hawa sasa, huyu aliyeonewa sasa hivi, huyo ndio tumpazie sauti, lakini huyu wa kawaida tu, wewe tunashughulikia, tunafanya uchunguzi na hakuna kinachoendelea. Kwa hiyo matukio yataendelea kutokea, yatatokea, matokeo yake kuna shida. Nichukua nafasi kusema, kuiomba sana serikali pamoja na viongozi wa kidini, tutetee wanyonge, tusipendelee kwamba huyu anatoa sadaka sana, huyu wa kawaida haina shida, tutamsikiliza baadaye huko nje. Sikiliza mtu wa Mungu. Ukiwa kama kiongozi wa serikali au wa kidini, umepewa dhamana, Mungu anahitaji utumikie vyema hiyo nafasi. Tetea wanyonge. Hiyo nafasi ulionayo itapita na tutakufa wote. Mungu akubariki, nikutakie neema na baraka za Yesu Kristo.